Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam lingependa kuwapa taarifa zinazohusiana na usalama wa jiji letu. Kwa kifupi sana, hali ya usalama katika jiji la Dar es Salaam ni shwari, na polisi ambao wapo katika kanda hii maalum ya Dar es Salaam wanaendelea kutekeleza majukumu yao ya kuzuia na kudhibiti vitendo vyote vya kihalifu kupitia taarifa zinazotolewa na wananchi, lakini pia wadau wengine mbalimbali wa masuala ya kiusalama. Kwa hiyo jiji letu la Dar es Salaam liko shwari. Hata hivyo, jeshi hili la polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linapenda kuwataarifu kuwa tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, eneo la Ubungo, Dar es Salaam, jeshi limefanikiwa kuwakamata watu 37 kwa tuhuma mbalimbali za makosa ya kimtandao, ikiwa ni pamoja na kutoa vitisho na lugha za matusi mazito kwa watu mbalimbali. Kundi hilo la watu ambao wamekamatwa, baadhi yao, narudia, kundi hilo la watu waliokamatwa, baadhi yao wamebainika ni wafanyakazi wa kampuni ya Innovix Coal Co Limited na Otaigo Financial Services Company. Hii Financial Services Company inajishughulisha na kukopesha pesa kwa watu mbalimbali, kukopesha pesa halafu wanawadai, na baadhi yao kuanzisha mifumo ya kufanya kutoa lugha za matusi na kashfa mbalimbali kwa njia hizo za mitandao. Watuhumiwa waliokamatwa hao 37 ni pamoja na Renatus Mujwahuzi, lakini pia anafahamika kwa jina lingine maarufu kama Migeyo. Huyu ni mkazi wa Mbezi Beach. Lakini pia amekamatwa Odila Oswin maarufu kama Ngunga. Huyu ni mkazi wa Goba Njia 4. Amekamatwa pia Teresia Brasius Kanu maarufu kama jina la Kanu. Huyu ni mkazi wa Mtoni Kijichi, na wenzao 34 ambao wanaweka idadi ile ambayo nimeitaja ya watuhumiwa waliokamatwa. Katika kutekeleza na kusimamia mifumo ya haki jinai, polisi Dar es Salaam kwa mara nyingine inaendelea kuwashukuru wananchi na wadau wengine wanaohusiana na masuala ya kiusalama kwa kuendelea kuwashughulikia watuhumiwa wa vitendo vya kijinai kwa kutumia mifumo ya kisheria. Jeshi la polisi linatoa wito. Wito wetu ni nini kwa wananchi? Tunatoa wito kuendelea kutoa taarifa mbalimbali ambazo zinaonyesha viashiria vya vitendo vya kihalifu, ili polisi tutimize jukumu la kuzuia vitendo hivyo vya kihalifu, lakini kuwadhibiti mapema wahalifu, watu wanaotuhumiwa kujihusisha na vitendo vya kihalifu, ili makosa yasitendeke. Wito wa pili ni huu ambao umetoa taswira ya mafanikio ya mifumo ya haki jinai: kuendelea kujitokeza kutoa ushahidi mahakamani kwenye mashauri ya kijinai ambao wanayaanzishia polisi wakati mwingine, ili haki itendeke, na sio kutendeka tu, msemo wa kisheria wa haki kutendeka na kuonekana,
uweze kupatikana.